Muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni wakule serikali kuikithia kana kisomo cha manane chane wa mwanya wambe na kuikithia nikiopigeka nikila mwenendi Nyoro ni wakane sindu siapata kwa mwenendi sikale kupitua mbe ndini wa budget kuli atongo yasa kuwe kwende ya kusukuma melati le kutethia mwenendi mulei. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro inananonda serikali akati kusasea mawala nyondhema kukitha kisomo cha mana kwa maniwe bandhi ya Kenya kwa kufadhailo vilasi ya nina ilasi ya lite mawala nyoni asum. President Mwai Kibaki brought to our country free basic education ambayo imebadilisha maboma za watu wa Kenya everywhere, every corner of this country. That a child in North Hall got a chance to go to school. A child in Taita Taveta got a chance to go and gain knowledge. A child in Migori alipata nafasi ya kwenda shule. Sasa tunaendelea na kupush free basic education outside of our budget. Nyoro ane nakika vinane kaumara na siye kisioni cha morangata onivalawa kile makuli wa kukonya muyula wande kukuidhiwa siye kufikia kuhivya mama madhiala hivi ndani vitu mana hiva wane serikali. Na juzi, it was very disheartening to see viongozi wa serikali ati wanasema ati wanakuja kuongea na wazazi wa Kenya ati wazazi wakuwe wanachagia kulipa examinations. We want to request these leaders, please respect education in Kenya. Na mupatie heshima zile projects ama programs zimesaidia wa Kenya wengi zaidi. Na tunataka tuwaeleze, sisi tukiwa pale bunge, we are not going to agree even one day where there'll be ati ya kikao ya wazazi na serikali ati wazazi waanze kulipa mtihani. Vile tumekuwa tukifanya hapo awali, serikali inalipa mtihani, waendelee vivyo hivyo. Na kwa hivyo hata ile pesa hawajaweka ya mtihani, wajue kule watatafuta, waache kwanza kurenovate hizo nyumba kubwa kubwa zinakuwa renovated. Waweke pesa katika elimu, waweke pesa katika exams, na hiyo sio tafadhali. Kukonya kwa tiwandhi ya Kenya, Nyoro ni wakile makuli kukonya makwani makukova ilo vyama Kenya layende kwa mbata vatemelati ya kuna nyavala ilo visi utumeka. Aweta ni vinda serikali kwa maendeo mayanene na ilo vila hivi tuwe yikova na kutumea. Esema mambo ya deni, na mimi nikiongea mambo ya deni, I am not talking about anyone. I am talking about our country Kenya. And anyone who would be aggrieved by me talking about my country Kenya, pengine ya hame. Kwa sababu sisi wote kama wa Kenya, hii ni nchi yetu. President Mwai Kibaki akichukua usukani mwaka wa 2003, the debt in Kenya, public debt, was 600 billion Kenya shillings. When we left 10 years after, the debt was around 1.7 trillion Kenya shillings. And therefore he borrowed around 1 trillion Kenya shillings in 10 years. The debt in Kenya in 2022 was 8.7 trillion Kenya shillings. As we talk today, the debt is now 11.5 trillion Kenya shillings. Meaning we are borrowing over 1 trillion shillings every year. During President Kibaki's time, when he borrowed the 1 trillion, that is when we got Thika Road Superhighway, haikutuatia madeni, we got free basic education, maboma mengi Kenya yakapata stima, na mabarabara mengi ikajengwa in those 10 years. Now, the country of Kenya is borrowing more in 1 year than what President Kibaki borrowed in 10 years. So, hii deni basi inafaa kuwa inafanya maendeleo ya President Mwai Kibaki ili alifanya miaka 10, we should be seeing that kind of development every single year. We are continuing to dig the hole of debt, and it will catch up with our economy very soon. This budget has a deficit of 920 billion Kenya shillings, almost 1 trillion, ambayo iko kwa budget saa hii, na itaongezeka mwaka ikiendelea. Nilivotia Mutongo TV, nyenitoa mulei Mulingem.